Hello guys, thank you and welcome to my YouTube channel Tina Gadget. Appreciate you as always. Thank you so much for your support. Stay blessed always. So hey wadau, leo udaku ni mingi, iko mingi. So today let's us talk about Mulamwa, the two exes and the new girlfriend. Nakwambia siku hizi tuna move on haraka, hakuna ku waste time. So before we get into the new girlfriend, let's talk about the two exes, because hii ni kitu huyu msee amezoea. Pia mtaniambia your opinions hapo kwa comments. So let's start with the first lady, who is Karosoni. Mliona drama walikuwa nayo ile wakati walikuwa wana part ways. And I think hii ni kitu this guy amekuwa, yani amezoea. Even behind the curtains, utapata ndio anafanya drama mingi. Mi sioni kama hizi ni cloud chase. Juu ya Karosoni ilianzanga tu hivyo kimchezo. Na ukiangalia previously, they were very okay. Hawakuwa na any issues. Mpaka drama tu ilianza ile wakati tu Soni alijifungua. Who dares kuzalisha mwanamke, then mwisho wa siku anambetray, anaanza kumwambia eti huyu mtoto si wangu? How? Mlikuwa pamoja mkienjoy, ni aje sasa mtoto anazaliwa unaanza kuruka eti huyu mtoto? Yani hiyo hata ndio kitu ilinikasirisha kabisa. Alafu who is God? Huyo mtoto akamfanana copyright. Ni venye tu mtoto alichukua kala ya mamake, but sura ni babake kabisa. Mkiamwangalia vizuri huyo mtoto, macho, everything ni Mulamwa. So akadinai huyo mtoto si wake, na hivyo akaenda zake, wakapart ways. Tukadhani tu ni drama yao, watarudiana ama ilikuwa cloud, but mwisho wa siku si mli notice ilikuwa real kabisa. So ye Karosoni akaenda akajikaisha tu vizuri, after, si mnaelewa tu mambo na heartbreak. Imagine mtu umembebea mimba for 9 months. Umemzalia, hiyo pressure nini ya kujifungua, then mtu anakubetray. Unadhani utahil? So hiyo ya Karo ilieleweka wakati alilia kwa mitandao sana juu ya heartbreak. So hiyo inaeleweka, ni normal. Haya, so after that, wakati kila mtu alimove on, ndio akapatana na Ruth K. But I think ni kama bado walikuwa wanachumbiana tu chini ya maji. Sababu alimove on haraka sana. Hata hakukaa the same year. Ashapata Ruth K, washachumbiana, washafanya nini, washa move in. Yani unaona? Yani Mulamwa anafanyanga mambo zake haraka unashindwa. Kwani ni nani anamkimbisha? Mbona mtu usitake time, umeachana na mtu hata haujahil, ushakimbia ndio umfilishe. Usha move on to the next relationship. Hata uja settle mind, ujajiongelesha, ujiambie what you need as a man. Unaona? Mtu akarush ndio afilishe Karosoni eti yako kwa another marriage. So aka move in na Ruth. Kidogo Ruth ako na mimba. Kidogo amejifungua. Yani sijui ni spirits zinamsumbua ama ni nini. Yani au wanawake akishawazalisha na hivyo ndio ni kama yani anachoka tu na wao. Mi simuelewi. Simuelewi. Watu wanasema ni cloud chasing, hapo hakuna cloud chasing. Hii ni kitu real. Even me before I thought ni kama ni brand wanataka kufungua, but hakuna kitu kama mabrand ama nini. Hii ni nini? Hii ni kuachana tu, wanaachana. Ni kitu iko obvious kabisa. Juu kama already asha introduce mwanamke mwingine, si hii imeenda tu hivyo. Yani mimi nashindwa. Kwani yeye ako aje? Ni nini kinafanya anaachwa na hawa madem? Na sana ni nini? Ni mambo na infidelity. Ni hiyo. So unapata hayuko faithful kwa hao wanawake. So unapata mwanamke amempenda na roho yake yote, mwisho wa siku anambetray. That is so bad. Tosheka tu na huyo mwanamke juu wewe ulidecide kabisa kumove on na yeye. Unajua shida yake ni venye relax, heal.
Yani anarashia tu mambo, alafu akishaka kana mwanamke anaona no, this was not my right person. Mliona tena akianza kupost tena Karo na huyo mtoto wake wa kwanza wa Karo. Mliona akimpost akijifanya sasa juu wameachana na huyu, eti sasa kuna possibility ya arudi kwa Karosoni. Tena kidogo kidogo hata hajakaa, hata hii relationship yao bado watu hawajaacha kuiongelelea, ashaleta mwingine. Sasa hizi ni gani? Haya kitu imekuwa worse, amefanya worse, the worst. Ni hii ya kuanika Ruth K. Hii ya kuanika Ruth K nayo imekuwa the worst part of it all. Sioni mwanaume mzima venye utakuja kwa mitandao uanze kuanika uchi wa mwanamke na uko very comfortable hivyo kuanika. Huyu ni mtu amekuzalia, kitu ya kwanza, you need to respect that woman. You have to respect that woman. Please. Hizi ni gani? Sasa huyu mwanaume kweli, huyu tutauza wapi? Tutauza wapi? Ama tumweke akuwe nini, nyama ya sikukuu? Krisi iko karibu. Juu sasa surely. Who does that? Hata kama ni kukosana, si mkosane at peace na kila mtu aende zake vizuri. Lazima muaibishane. Hao watoto ni watoto wana grow. Huyu mtoto wenu ata grow. Muone vitu ziko kwa mitandao. Hao watoto watawabeba aje? Hata mkuwa mko hai. How will those kids watasurvive aje? Ile bully itapata hao watoto, watatetewa na nani? Who will be there for them? Watu wengine wanafanya vitu, hawataki kujua maisha yao watoto wao wataishi aje. Internet haisahau kabisa. Hao watoto wataanza kubuliwa. Mtoto atakuwa akiingia kwa internet hivi, akikosana na mtu kidogo, anaforwardiwa vitu mamake alikuwa anafanya, akuwe hai asikuwe hai. Hiyo kitu lazima itamuhit. Sababu alikuwa mamake. Atajitetea aje? Who will be there for them, to fight for them? To fight for their peace of mind. Who will be there for them? Watakuwa wakiembarasiwa juu ya misbehavior ya wazazi wao, which is so wrong. Watu hawafanyangi hivyo. Haya, Ruth, hata wewe sikuona haja ya hata wewe pia kumwanika. Hata ungemwacha tu aanike, aonekane tu yeye ndiye fala, shtuka tu. Juu sasa mkianza kama ni kurushiana, huyu anarusha, hii itaenda aje? Already asha introduce a new girlfriend. Sasa hata mnabishana ya nini? Hapo hatuwezi sema eti ni mapenzi na wasumbua. Ikifika kuexposiana, hapo hakunanga mapenzi, hata hakunanga trust at all. Mi hata nikuje kuona tena eti ana reconcile na hao wanawake wote, nitamshangaa sana. Hata hao wanawake nitawashangaa juu. Huyu ni mtu ameonyesha disrespect. Huyu ni mtu aheshimu mwanamke. Huyu ni mtu aheshimu uchi wa mwanamke. Sasa surely huyu ndio mtu mtatrust tena? Already hata hajaacha hao wanawake wa heal, ashaleta mwingine. For what reason? Hiyo ni kitu sasa amezoea. Hata huyu mwanamke mwingine mwenye anataka sana eti akuwe nini girlfriend wake, surely wewe mwanamke ujiheshimu. Wewe uoni huyu mtu ni mtu atakuvua tu nguo, utatrust mtu kama huyo aje? Utakuja hapa kwa mitandao uanze kutulilia tena eti oneni venye amenifanyia, na wewe mwenyewe unaona vitu kwa anafanyia hao ma ex wake. Tena umejikimbisha, unataka tena move on. Wewe mwanamke usipochunga shauri yako. Mimi nimekuona tu mapema. Ama ni clout huyu mwanamke anataka fame ama ni nini hizi? Juu sasa utaweza kubali aje introduction tena kwa public na already kuna mess kwa hiyo public. Unaona venye ma ex wametumika vibaya. Mwanamke anafika kuzalia kama mwanaume, heshimu huyo mwanamke. Amejitolea na amekupenda. Siku hizi wanawake hata hawazai rahisi hivyo. Uwezi waingisha box eti ni kuzaa unamzalisha. Wanawake siku hizi hata hawataki kuzaa. Wengi wao, majority siku hizi hawataki kupata watoto. Sababu sasa unaona sasa mwanamume kama huyu kweli ukimzalia hata wewe. Sasa huyu demu ameintroduciwa. Sasa hata akuwe blind tena azalishwe aachwe.
Unaona hiyo itakuwa nini? Hii ni kitu ita keep on recurring. So hata yeye asidhani ako inasefa nini space. No. Hapo hakuna kitu. Mulamwa yani ameamua tu kuwa the baddest. Ameamua tu. Yani sasa ameamua tu akuwe don't care, watu waongee chenye wataongea, lakini yeye sioni brand inatengenezwa na vitu kama hizi za negativity, vitu mbaya mbaya, hata azifurahishi yeyote. Maybe ni yeye tu anafurahia peke yake. Mimi sioni kama hizi vitu zinafurahisha at all. Alafu unazaa watoto wako very innocent. Make sure you take care of those kids. Hao watoto ni watoto innocent, lakini wanabebeshwa vitu hata si fault yao kabisa at all. Saa zingine tukue very careful watoto wenye tuna raise. Tusizae tu for the sake of kuzaa. No. Let's check. Tuangaliange saa zingine who are we giving birth with. Ni yupi huyu, ni nani huyu tumetresha hivi mpaka unamwaminia kumzalia. Hey, hii ni shame kubwa sana. Yani saa hii mali imefika, wanawake hawata trust wanaume na wanaume pia hawata trust wanawake. Hata mkue eti mmeoana. Wewe unaona sasa hawa ni watu wameishi pamoja. Ni watu wamezaa, wamejifunika blanket moja, wamezaa pamoja. Alafu mwisho wa siku wanaleta vitu kwa mtandao. Sasa kila mahali watakuwa tu wakitusiwa. Juu ni wao wameleta. Kama wangeleta, wangeishi kwa amani. But utaona tu wakilia wakisema, hey, watu wananibuli. Kwa nini? Wanawabuli kwa sababu hiyo ni fault yenu. Nyinyi ndio mmetuletea tu mpaka kwa mitandao. Itabidi mpasevie na hizo matusi. Juu mmeletea watu udaku kama wamenyamaza. So wacha watu wadakue kila kitu. Watu wadakue kabisa. Alafu guys, tukiingia kwa huyu girlfriend mgeni mwenye anaintroduciwa na Mulamwa. Huyu dem, mimi sijui anawashikia nini, ni madawa anawashikia ama ni nini. Demu ukimwangalia ni sura mzuri, ni demu mzuri. Sasa unashindwa, hey, ni nini ameona? Ni wanaume amekosa. Na si eti huyu hata mwanaume ako na sura ile eti mzuri. Mimi sijui ama ni pesa ako nazo. Mimi hata sielewi wanampendea nini. Yani mademu unapata tu wanakanyagana wapende Mulamwa. Hata utapata wengine wako kwa inbox. But I think huyu demu mgeni, I think ni kama bado wamekuwa tu na Mulamwa chini ya maji, ama ndiye alifanya hata Ruth akajitoa. Ni kama ndiye alifanya Ruth akajitoa. Juu mtaweza kosana aje, hata skandale ya kukosana haijaisha, mnatusiana na bado already mwanaume ashakimbia kuintroduce mwanamke mwingine. Does that make sense really? Hey. Fear men. Guys, fear men. Men si wote wabaya, lakini fear some men. Mwanaume si brother yako msichana. Mwanaume si blood brother kindly. So, take precaution as early as this time. Kwa sababu, hebu tunaendelea tu kulearn. Through mistake of others, we are learning. Tunalearn venye tunafaa kuishi na wanaume. Usiwahi trust mwanaume yeyote. Eti mmeingia kwa room, umemtrust na kila kitu. No. Don't trust men. Yani tu, kila mtu akae na nini secrets zake, ama nini to keep nini some of how is life private. Juu mtu unashare na yeye vitu zako. Mtu mwenye ako na audacity ya kukuja public na kuanike, na ni mtu umekuwa ukimuita daddy ama honey. Hey! That's so wrong. Huyu nayo ameenda too much. Guys, huyu nayo ameenda too much. Anyway, it is what it is. We can't judge that much, but juu tumeletewa nayo uji tutakunywa. Kama ni chai pia tutakunywa na tuongeze nini mkate hivi. Juu sasa si tutaongea tu. But mimi napea huyu demu mpya a warning. Hasikimbililie kuzalia Mulamwa. Ili kwanza asome label. Aone kutaendaje. Huyu ni mtu genuine ama tena anataka kunitumia. Sijui kama anataka kutrend na wanawake, I don't know. Lakini sasa hata mtu atake kutrend, huyu ni too much, sababu anawaacha kama ashawazalisha.
Hiyo ni kutaka kutrend kweli? Mtu anakuwa serious mpaka anawazalisha. Hiyo ni kutaka kutrend aje? Sasa watoto wakijazana wote atawatunza. Will he take care of those kids? But he should. Juu ni watoto wake. Kama si hivyo apelekwe FIDA alee watoto. Yeah. So msichana wacha aone chenye atafanya, aone kama ni kujitoa atajitoa, kama yeye wanachapa mboka wachape, ni shauri yao. Watuletee chai tuendelee kukunywa. So guys, thank you so much. I always appreciate you for the support. Yeah, mniambie on comment section your views. Yeah, ni vizuri kushare, at least tunaelewa what is happening. Yeah. Alafu, thank you so much. I do appreciate a lot. Be blessed. And thank you so far. I'm so grateful. Thank you and bye-bye. Take care. Subscribe, like, share, and comment. Hit that notification bell for more content to come. Thank you and bye-bye. Take care.